kuozwa na kwa kusaliwa mara ya pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Maandiko hapo inakanusha kabisa, inasema si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi. Lakini watu wengi wameweka wokovu kwa juhudi yao na matendo yao, wakati Biblia inasema si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi. Kwa sababu ndani yetu hatuna matendo ya haki, so tutatenda matendo ya haki namna gani? Na ndani yetu hakuna matendo ya haki. Hapa maandiko inasema si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake. Bali kwa nini? Kwa rehema yake. Si kwa matendo, bali kwa rehema yake, na kwa kuozwa na kwa kusaliwa kwa mara ya pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Hivyo mambo haya yote yamefanyika kwa rehema. Mambo yote yamefanyika kwa rehema, na ndio maandiko inasema si kwa sababu ya matendo yetu. Na ukisoma kitabu cha Efeso sura ya pili mstari wa 8 na 9, maandiko inaeleza vizuri vile tumepata wokovu. Maandiko inaeleza hivi: kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo kutoka nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, ni kipawa cha Mungu. Ukiangalia hapo maandiko inasema tumeokolewa kwa neema. Jina neema ni bure. Hakuna mahali matendo yako yanahitajika, hakuna mahali kazi yako inahitajika. Hapa tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Hiyo haikutokana na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu. Kipawa, wokovu ni kipawa. Hakuna mtu anayefanyia kipawa kazi. Mwenye kupeana kipawa ndiye atangalimika. Kwa mfano, tuseme nataka kupeana hii simu. Mwenye nitapea atafanya nini ili apokee hii simu? Hakuna kazi yake iko pale, kazi yake tu ni kunyosa mkono na kupokea. Nani alienda dukani akanunua simu? Nani aliyetafuta pesa mpaka akapata ya kununua hii simu? Ni mimi. Na wewe uko pale, hakuna kitu umefanya, lakini mimi natoa kama zawadi. Natoa hii simu yangu kama zawadi na peana. Mwenye anapokea ile zawadi anafaa afanye nini? Anafaa awe mahali ambapo mimi napeana ile zawadi, na akiwa pale ambapo mimi napeana hii zawadi. Nimempenda Yakobo bali nimemsukia Esau. Kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali nimemsukia nani? Esau. Esau alifanya nini ili Mungu amsukie? Hakuna kitendo alisokifanya, lakini Mungu alimkataa. Mungu alimkataa kwa sababu gani? Kwa sababu ya nia yake. Alikubali Yakobo kwa sababu gani? Kwa sababu ya matendo yake? Hapana. Kwa sababu ya nia yake yeye mwenyewe. Alimwambia kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali nimemsukia nani? Esau. Okay. Tuseme nini basi? Kuna udhalimu kwa Mungu? La hasa. Tuseme nini basi? Kuna udhalimu kwa Mungu? La hasa. Kama watoto wangesaliwa na wakue na waanze kutenda matendo mazuri na mabaya, basi Mungu angesagua Yakobo kwa sababu ya matendo yake, basi angekuwa dhalimu. Lakini amesagua kabisa hata kabla hawajasaliwa. Wakiwa katika tumbo la mama yao, tayari Mungu amesasagua Yakobo, amekataa Esau. Haleluya. Na tunapoangalia mstari wa 15, kama maana amwambia Musa, nitamrehemu yeye nimrehemuye, na nitamhurumia yeye nimhurumiaje. Alimwambia Musa, nitamrehemu yeye nimrehemuye, na nitamhurumia yeye nimhurumiaje. Kwa hivyo watu wengi wanafikiria kuna vile wanaweza badilisha moyo wa Mungu. Kama Mungu hataki kukusamehe, wewe badilisha moyo wake akusamehe. Watu wengi wanapanga vile watapata wokovu, na watu wengi wanapangiwa vile watapata wokovu. Dini inafundisha watu mafundisho ambayo yako katika Biblia. Nasikia mtu anakuambia, rudia nyuma yangu, sema Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, nimekuja kwako, naomba unisamehe, vuta jina langu katika kitabu cha mauti, uandike katika kitabu cha uzima. Yaani mnafanya Mungu kama anaishi na kalamu na raba ya kuvuta na kuandika. Kana tando wetha Mulungu ali kalamu kaguri yake kuibwa kwangura kuibwa kwandika. Mulungu atarere muntu kinya misingi endegero etekirwa baraba kona wonokyo beukunere moyo. Na baraba tiona wonokyo bateukunere moyo. Na njire kumenya no tarine Mulungu natwelesete keugure twathoma keugure tawa Thessalonike ya isile mustari wa 13
Inatupasa kushukuru Mungu kwa ajili yenu ndugu mliopendwa na Bwana, kwa kuwa aliwachagua tangu mwanzo mpate wokovu na kutakaswa na Roho na kuamini kweli. Kwa hivyo baraba tari baiba soma na babu itekia umanimbi uma Yesu na irayo kemesi yaku yonde umare ni atere damu ya Yesu iliyomwagika msalabani ilikuosha dhambi zako zote. Na ukisikia bado hauna imani ya kuamini umeoshwa dhambi, wore kundine kila Esau. Ukisikia hauna imani ya kuamini dhambi zako zote zilioshwa, uko katika kikundi cha Esau, ambaye wale ambao Mungu hakuwachagua walipewa nguvu ya upotovu wa uamini uongo. Urongoni kweli kuitheria wezi ya mwaku. Re Biblia kuwa nutheretwe na ono kawe ukuria na kutherwa weta kuitheria. Kwa hivyo kwena ikundi biele, kwena ikundi kia Esau na kia Jakubu. Ikundi kia Jakubu ti baraba itherasya, ibaraba theretwe. Ikundi kia Esau ibaraba kuitheria. Barabara yete kutherwa, baenda kuitheria. Wamekataa kutakaswa, wameenda kujitakasa. Sasa uko katika kikundi gani? Unafaa ujiulize swali hilo, ujiulize, je, mimi niko katika kikundi gani? Tukiangalia hapa mstari wa 16 ni wa muhimu. Basi kama ni hivyo, basi kama ni hivyo, si katika uwezo wa yule atakaye wala yule apigaye mbio, bali yule anayemuye, yani Mungu. Kama ni hivyo, si katika uwezo wa yule anayetaka, yule atakaye. Unataka kupata wokovu, ndio unaona wasungaji wanahubiri, wakimaliza kuhubiri wanakuambia yule anataka kuokoka ainue mkono juu. Mara moja wewe unasukua mkono juu na inua, unaambiwa rudia nyuma yangu, unarudia, unaambiwa uvutwa katika kitabu cha mauti, uandikwa katika kitabu cha uzima, unaambiwa sasa wewe umeokolewa. Hakuna mtu asiyetaka kuokoka. Watu wanataka kuokoka, yule anataka kuokoka, inua mkono juu, wanainua, wanaombewa, wanaambiwa sasa wewe umeokoka. Katika uwezo wa kuokolewa uko kwa yule anayetaka ama yule anayeokoa. Hiyo ndio siri moja unafaa uelewe. Uwezo wa kuokolewa uko kwa yule anayetaka ama yule ambaye anaokoa. Kusamehewa, ninakuja kwako Baba, naomba unisamehe, nataka unisamehe dhambi zangu. Unataka kusamehewa dhambi zako. Mwenye anasamehe dhambi anataka kusamehe. Hapa maandiko yanasema basi kama ni hivyo, si katika uwezo wa yule apigaye mbio au yule apigaye mbio, bali yule anayemuye, yani Mungu. Kwa hivyo tumeona kusamehewa kwa upande wa Mungu peke yake. Ni katika uwezo wa Mungu yule anayesamehe, hako katika uwezo wako. Haleluya. Lakini dini inaweka mambo mengi sana hapo ili watu waweze kupata msamaha wa dhambi. Haleluya. Mungu anasamehe kwa sababu gani? Kwa nini Mungu anakusamehe? Watu wengi hawajui kwa nini Mungu anawasamehe dhambi zao. Lakini leo nikimalizia kipindi hiki, nataka uelewe kwa nini Mungu anakusamehe dhambi zako. Tuangalie kitabu cha Mwanzo 6 mstari wa 5 na 6. Bwana akaona maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi anawasa moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akaona maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowasa moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana alipoona mambo hayo, mstari wa 6 inasema, Bwana akagairi kwa kuwa ameumba mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana alipoona uovu wa mwanadamu alihuzunika moyo, akagairi kwa nini niliumba mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Mungu alihuzunishwa na nini? Na uovu wa mwanadamu. Na alipohuzunishwa na uovu wa mwanadamu, ndio Mungu aliamua yeye mwenyewe kusamehe mwanadamu dhambi zake. Tuangalie kitabu cha Isaya 43 verse 25. Maandiko inasema, mimi ndimi nafutaye makosa yako kwa ajili yangu mimi mwenyewe, wala sitakumbuka dhambi zako. Mungu anafuta dhambi zako kwa sababu ya nani? Kwa sababu yako ama kwa sababu yake? Kwa sababu yake. Anasema mimi ndimi nafutaye makosa yako kwa ajili yangu mimi mwenyewe, wala dhambi zako sitakumbuka. Mungu anapofuta dhambi zako, kutoka hapo moyo wake unafurahia. Tuangalie kitabu cha Nehemia. Kitabu cha Nehemia 8. Kitabu cha Nehemia Nehemia ni 8.
Nehemia 8 mstari wa mstari wa 10. Fungua Biblia yako kitabu cha Nehemia, mpendo mtazamaji na hapa kanisani. Nehemia 8. Kuna mtu amefika? Ukifika unanisomea tafadhali. Kitabu cha Nehemia maandiko inasema, kisa akamwambia, enenda zenu mule kilizo kinono na kunywa kilizo kitamu, tena mpelekeeni sehemu yeye asiyekuwa na kitu, maana siku hii ni takatifu kwa Bwana. Ni siku takatifu kwa Bwana siku takatifu kwa Bwana wetu, wala msihusunike, kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zenu. Haleluya! Wala msihusunike, kwa sababu furaha ya Bwana ni nguvu yenu. Furaha ya Bwana ndio nguvu yetu. So wakati Bwana aliposamehe, moyo wake ukafurahia, furaha hiyo imekuwa nguvu kwetu. Haleluya! Kwa hivyo naamini kwamba wewe mwenyewe unaposamehe wala wanakukosea, hiyo ndio furaha yako. Kusamehe ni faida yako wewe mwenyewe, kama vile Mungu alitusamehe ikawa faida yake yeye mwenyewe. Pia wewe kusamehe ni faida yako wewe mwenyewe. Mungu alitusamehe akapata furaha ndani ya moyo wake, na furaha iliyobubujika ndani ya moyo wa Mungu ikawa nini? Ndiyo nguvu yetu. Mungu akubariki mpendo mtazamaji kwa muda huo ambao Mungu amenipa tusiriki neno lake. Tushukuru. Baba mtakatifu na mkombozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa dhati kwa sababu ya neema umetujalia Bwana majeshi asubuhi ya leo kulisoma neno lako. Naamini ya kwamba mpendo mtazamaji umempa neema ya kupokea neno hili. Ameelewa kwamba wokovu upatikani kwa juhudi yake, upatikani kwa matendo yake, bali wokovu unapatikana kwa neema, kwa njia ya imani. Pokea sifa kwa sababu ulitusakua kutoka mwanzo ili tupate wokovu na kutakaswa na Roho na kuamini kweli. Kwa imani katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Tuage mtazamaji kwa makofi, sango na vigelegele. Mungu akubariki mpendo mtazamaji, tukutane Friday ijayo. Amen.